Wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Mwana wa Mungu, haya ni maandiko yaliyoandikwa katika kitabu cha Nehemia sura ile ya 8 mstari ule wa 10b. Ukitazama leo ndio mstari wetu wa moyo wa kusimamia, maana leo tuna jukumu la kusoma kitabu chote cha Ezra, pia kitabu cha Nehemia na Esta yote. Tuna mchaka mwingi sana katika siku hii ya leo, hapo ifikapo saa 4 ya usiku katika YouTube channel yetu ya Uwezekana TV pale YouTube. Ukiingia utaona, subscribe, like, comment, share na kwa wengine. Sasa mstari wa moyo wa leo asema, furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Maana yake ni nini? Kama furaha ya Bwana ni nguvu zetu, hatupaswi kuwa na huzuni. Tunapaswa kupambana kuhakikisha kuwa tunamfurahisha Mungu, kwa sababu Mungu akifurahi, sisi tunazo nguvu. Tukimfurahisha Mungu, tukampendeza Mungu, huzuni sio kao letu, masikitiko sio kao letu, kila cha adui kinakuwa hakiko katika sehemu ya maisha yetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ndio ustawi wetu. Furaha ya Bwana ndiyo neema yetu. Na mimi asubuhi ya leo ninakataa huzuni katika maisha yako, ninakataa huzuni katika familia yako, ninakataa huzuni katika kazi za mikono yako. Ukaende kwa furaha. Furaha inampa mtu nguvu. Furaha inampa mtu kustawi. Furaha inampa mtu changamko. Furaha inamuongezea mtu maisha. Huzuni inapunguza maisha. Watu wenye huzuni, magonjwa yanakuwa ni sehemu ya maisha yao. Stress zinakuwa ni sehemu ya maisha yao. Kila aina ya shida zinakuwa ni sehemu ya maisha yao. Kwa sababu gani? Wameruhusu huzuni. Huzuni ni kao la adui. Hii furaha ni kao la Mungu. Mwenye furaha Mungu anakaa ndani yake. Mwenye furaha Mungu anamstawisha. Mwenye furaha Mungu anamneemesha. Mwenye furaha Mungu anamuinua. Moyo uliochangamka ni dawa. Ndio maana tunakataa huzuni. Huzuni sio maisha yetu wa Kristo. Huzuni sio fungu letu. Huzuni sio kao letu. Huzuni sio ya kwetu. Sisi ni wa kufurahi, maana imeandikwa furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Huzuni haina nafasi kwetu. Huzuni sio sehemu ya maisha yetu. Kitu cha kukataa katika maisha yetu, mwana wa Mungu, ni huzuni. Asubuhi hii unapoondoka, unapoenda kwenye majukumu yako, tafadhali usiruhusu huzuni iwe sehemu ya maisha yako. Usiruhusu huzuni iwe kao lako. Usiruhusu huzuni ikatawala. Kataa huzuni. Sema, Baba yangu, Baba yangu. Baba, katika jina la Yesu. Sema kwa sauti yako tu, tumeingia kwenye maombi. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakataa huzuni. Kila roho ya huzuni, kila roho ya sikitiko, ninakataa ndani yangu katika jina la Yesu. Ninakataa kuinamishwa moyo, ninakataa uchungu, ninakataa masikitiko ndani yangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Huzuni sio kao langu. Huzuni sio sehemu ya biashara. Huzuni sio sehemu ya kazi ya mikono. Huzuni sio sehemu ya familia yangu. Huzuni ninaikataa katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Kila kinacholeta huzuni katika maisha yangu ninakitowesha na kukiharibu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Kila kilichosimama kuhakikisha kuwa kinaleta huzuni kwenye maisha yangu, ninakwenda kinyume nacho asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Huzuni sio ya kwangu. Huzuni sio maisha yangu. Huzuni haitaonekana kwangu katika jina la Yesu.
Ninakemea kila mauti iliyokusudiwa juu yangu ili kuleta huzuni, kila mauti iliyokusudiwa juu ya watu wa nyumba yangu, ninakemea hiyo mauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasema sitalia, bali nitafurahi katika Bwana, nitastawi katika Bwana, nitainuka katika Bwana, nitakuwa nuru, nitaangaza, hakuna mateso, hakuna dhiki, hakuna aibu, hakuna hasara, hakuna mikosi. Bwana ataniinua, Bwana atanipigania, Bwana atanisaidia, Bwana atanishika, Bwana atanitegemeza katika siku hii ya leo. Huzuni haina nafasi kwangu, huzuni haina nafasi kwangu, huzuni haina nafasi kwangu. Asubuhi ya leo huzuni haina nafasi kwangu katika jina la Yesu Kristo. Ninaikataa huzuni, ninaikataa huzuni, ninaitowesha huzuni katika maisha yangu. Mimi sio mtu wa huzuni, mimi sio mtu wa huzuni, mimi sio mtu wa kuhuzunika, mimi sio mtu wa kuhuzunika. Mimi ni mtu ambaye nitatembea kwa furaha siku ya leo. Furaha katika maisha yangu, furaha katika ndoa, furaha katika biashara, furaha katika kazi za mikono yangu, furaha juu ya watoto wangu, furaha juu ya kile ninachofanya. Furaha ninaita mashariki magharibi, ninaita furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Furaha ni yangu, furaha ni maisha yangu, furaha ni sehemu ya maisha yangu, furaha ni yangu. Huzuni sio kao langu, huzuni sio sehemu ya maisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimekataa huzuni, na ndivyo imekuwa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu uliye mwema, ninambariki aliye mtoto wako katika jina la Yesu. Huzuni sio sehemu ya maisha yake, amani itawale katika maisha yake, nuru yako itawale katika maisha yake. Ukamwangazie nuru katika siku ya leo, anapoianza siku yake. Nuru yako Bwana ikaangaze kwake, asubuhi yake ikajawe na neema juu ya neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akakupe amani yake, na popote upitapo ukaitwe heri na mbarikiwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Mungu akufurahie, moyo wa Mungu ukufurahie. Mungu apendezwe nawe katika kuingia na kutoka kwako. Mungu apendezwe nawe katika jina la Yesu. Usisahau kukaribisha na kualika wengine katika YouTube channel yetu ya Uwezekana TV, pia TikTok. Ibada hii inaruka live TikTok, lakini pia inaruka live ya Uwezekana TV kila saa 11 ya asubuhi. Kila saa 11 ya asubuhi tunakuwa tayari tumesha rusha kipindi hiki. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibisha na wengine. Usiache kutufuatilia, usiache kututazama. Na tupo katika challenge ya usomaji wa Biblia ndani ya siku 40 tuwe tumemaliza. Na leo tutasoma hiyo Nehemia, tutasoma Ezra, tutasoma Esther, tutasoma ifikapo ile saa 4 ya usiku. Na Mungu akubariki sana. Usiache kuwa pamoja nasi, usiache kusoma Biblia. Ule neno ukue kiroho. Na kama bado upo kwenye magrupu yetu, nikutajie namba ambazo zitakusaidia: 0787493443, 0787493443. Tuma ujumbe katika namba hiyo, sema mtumishi, ninaomba kuungwa kwenye grupu, tutakuunga. Una maombi, una mahitaji, tutafute katika namba hiyo, utatupata. Na Mungu wa mbinguni akubariki na kukuinua na kukusaidia na kukutegemeza katika yeye, ufanikiwe na kustawi sana. Langu jina ni Man of God William Mchome. Barikiwa. Amen.